Nani ni mtu wa kweli wa Mungu? Mtu anayepata machungu kwa kupitia masaibu ya mwingine. Nani ni mtu wa kweli wa Mungu? Mtu anayetuliza dhiki ya wengine. Mtu ambaye hajisifu kutokana na mafanikio yake. Huyo ndiyo mtu wa kweli wa Mungu. Nimekulia India nikisikia hadithi kuhusu Mahatma Gandhi, baba wa taifa letu. Nimekuwa mkosoaji wa mawazo yake kadhaa, lakini nimekuwa napendezwa na ushujaa na upeo wake. Alizaliwa Gujarat, na hapa ndipo safari yangu inapoanzia. Naangaikia India, ambayo maskini watahisi nchi yao inawawezesha sauti zao kusikika. Nchi ya India ambayo hakutakuwa na matabaka ya juu na chini. Na zaidi ya yote, India ambayo jamii nzima itaishi kwa amani. Nipo daraja la Eris jijini Ahmedabad, ambapo takribani miaka 80 iliyopita Gandhi alitoa hotuba ambayo aliamini ingebadili mustakabali wa India. Baadaye alifanya maandamano ya kihistoria dhidi ya udhalimu wa utawala wa Uingereza uliowanyima Wahindi haki ya kutengeneza chumvi. Lakini Gandhi ana maana gani kwa watu wa leo? Nilishawishika kufuata njia yake ili kuona kama mchango wake uko hai. Nilianza kumtafuta Gandhi nikiendesha gari kuingia mjini, na uso niliouona ukinitazama katika kila bango ulikuwa wa kiongozi tofauti kabisa. Waziri Mkuu wa Gujarat, Narendra Modi. Katika enzi za uchumi wa dunia, India haiwezi kushinda vita vya uchumi bila kupata uwanja wenye usawa uliolingana. Tukikosa nafasi hiyo sasa, tutarudi nyuma katika karne hii ya 21 kama ilivyokuwa zamani. Sina uhakika Gandhi angeichukuliaje India ya Modi. India inayong'aa na mojawapo ya uchumi unaokuwa haraka zaidi duniani, ambapo uhuru wa kununua na kutumia pesa unaonekana kuwa uhuru mkubwa kuliko yote. Lakini Gandhi angekuwa na mengi ya kusema kuhusu India nyingine ambayo haiwekwi kwenye vipeperushi vya matangazo ya serikali. India ambayo watu milioni 300 waliokithiri kwenye umaskini wanaota kupata uhuru wa kuondokana na njaa na hofu. Nilihitaji kuona alipokuwa anaishi Gandhi. Hapa Sabarmati Ashram, yeye na wafuasi wake waliishi maisha ya kawaida katika misingi ya moyo wa ibada na nidhamu. Katika mazingira haya ya amani na yasiyo na starehe, Gandhi alikuza wazo la kugoma bila kutumia vurugu au satyagraha, ambayo ilikuwa kifaa muhimu wakati India wakipigania uhuru. Gandhi alibuni ulalamikaji wa kisasa wa kisiasa. Miaka iliyofuata, satyagraha ilivutia kizazi cha viongozi wa haki za raia kama Martin Luther King na Nelson Mandela. Mahatma Gandhi alikuwa anaishi hapa, na hiki chumba kilikuwa chumba cha mikutano ya Gandhi pamoja na vikao vyake vingine. Alipokea wageni waheshimiwa wote dunia nzima kutoka India na Ulaya katika chumba hiki. Satyagraha ni nguvu za ukweli. Pia nimeita nguvu ya upendo au nguvu ya nafsi. Satyagraha milele itajaribu kushinda ubaya kwa uzuri, hasira kwa upendo, uongo kwa ukweli, vurugu kwa amani. Manila
Alihangaikia sana ushirikiano kati ya Wahindu na Waislamu. Lakini nilipokuwa naendesha gari kupitia Gujarat ya kileo, maneno ya Gandhi yakaonekana kama mabango matupu yaliyopitwa na wakati. Miaka 5 iliyopita, barabara hizi ziliona mauaji mabaya zaidi kwa miaka 50 iliyopita. Vikundi vya Wahindu vilikuwa vikiwawinda wafuasi wa Kiislamu nchi nzima. Zaidi ya Waislamu 2000 waliuawa. Zaidi ya wanawake 400 walibakwa. Zaidi ya watu 100,000 walipoteza makazi yao. Polisi na utawala hawakufanya lolote kuzuia vurugu hizo. Msimamo wa Narendra Modi dhidi ya Waislamu ndio ulimpa kura za Wahindi. Akateuliwa kwa mara nyingine kuwa waziri mkuu na mwenye mamlaka makubwa zaidi. Ilikuwaje haya yakatokea hapa na sio sehemu nyingine? Nilikwenda kukutana na wanawake wa Kiislamu, wahanga wa vurugu hizo. Wengi walishuhudia familia zao zikiuawa mbele ya macho yao. Sofia Khan, wakili wa Ahmedabad, anawapa ushauri. Gandhi alikuwa anaamini nini? Ahimsa ina maana gani? Hutakiwi kulipiza kisasi dhidi ya adui yako. Gandhi alitupatia uhuru, lakini wamezika jina lake. Wanaposababisha Wahindi na Waislamu kupigana, wanazuia imani za Gandhi na wanafaidisha wachache. Taifa lilikuwa sawa, lakini hawa watu wabaya wakazaliwa. Ni hawa jamaa wa BJP, Wahindi wa asili, ndio wamefanya hivi. Ni kazi za hivi vikundi vya Wahindi. Hawa wapuuzi wanatakiwa kuchinjwa. Wanatakiwa wakatwe vipande vipande. Lakini kutakuwa hamna tofauti kati yetu na wao. Tunaangalia sanamu na kukumbuka mawaidha yake. Lakini maadili aliyopigania Gandhi yameanza kutoweka. Kwa maana nzima ya ubaba wa taifa hili, alijitolea maisha yake kwa jamii ya Waislamu. Aliuawa kwa ajili ya mgawanyiko wa India. Lakini leo hii yako wapi maadili aliyoyaongelea Gandhi? Simuoni Gandhi hapa Gujarat. Tunatengeneza bangili za plastiki. Nilikuwa na mashine 7. Ziliharibiwa zote wakati wa vurugu la Gujarat. Kundi la watu wengi walituvamia, wakachoma moto kiwanda changu, wakaiba bidhaa zangu na vifaa. Wakati ule nilikuwa na wafanyakazi 20. Leo hii nafanya kazi na wafanyakazi 2. Zamani eneo hili lilikuwa limejengeka, lakini wamelivunja na sijaweza kujenga upya. Watoto wangu hawawezi kusahau walioyaona. Wanaogopa sana kurudi. Sehemu tunayoweka msisitizo ni maeneo ya uchumi maalum. Maeneo haya ndiyo uti wa mgongo wa nchi nzima. Gujarat wameshapata upeo huo, ndio maana tunakarabati. Jambo Modi asilogusia ni kuwa haya mambo ya ugawanyaji wa maeneo utasababisha maelfu ya watu maskini kukosa makao baada ya kutwaliwa na makampuni ya kimataifa. Kampuni hizi hazitatakiwa kufuata sheria za ajira za Kihindi au kulipa ushuru wa kawaida kama inavyotokea katika maeneo mengine ya India. Ndoto ya Modi ni kubadilisha Ahmedabad kuwa jiji la kimataifa. Kila siku maelfu ya watu maskini wanahama kutoka vijijini kwenda mijini, wanakuja kutafuta ajira, lakini jijini hakuna ahueni
afueni, na jinsi jiji linavyozidi kukua linateketeza kila kilicho njiani mwake. Umefuata nini hapa katika duka hili kubwa? Ni chakula, kununua vitu, filamu. Linapendeza, ni zuri sana. Watu wa tabaka la kati sasa wanaweza kufurahia. Vitu vina bei nzuri. Vitu vinabadilika kwetu kiuchumi, kifedha. Tuna afadhali na uwezo wetu wa kununua umeongezeka. Au wewe huoni hivyo? Ni kiongozi yupi wa kisiasa unayempenda? Hilo nalo swali. Ni Narendra Modi. Kwa nini unampenda? Jinsi Modi alibadilisha jiji la Ahmedabad ni nzuri sana tu. Ana akili sana. Waziri mkuu wetu Modi alisema ataondoa kila kibanda kilichojengwa ovyo hapa Ahmedabad. Tungependa kumwambia waziri mkuu afanye kila awezalo, lakini vibanda hivyo haviwezi kuondoka. Ukiwazidishia umaskini walio maskini, vibanda vitaongezeka. Wanataka kukuza bustani hapa. Wanataka kujenga majumba na mabwawa ya kuogelea. Wanataka kutengeneza maduka makubwa ya dumu mapinduzi. Wanataka kujenga waburudishe watalii. Hawafikirii kuhusu watu maskini wanaoishi kwenye vibanda hivi. Hawafikirii kuhusu familia 40,000 za maskini wanaoishi kando ya mto. Halo? Beja. Yes. Alikaa na mimi usiku mzima. Nilikuwa katika kona hii. Mvua ilinyesha sana. Huwezi kuamini mvua hiyo. Alikaa na mimi kipindi chote hicho. Inastajabisha jinsi ambavyo haondoki kando yako. Binadamu anakukimbia muda wote. Binadamu anakusaliti, lakini wanyama ni waaminifu. Ni mpo mwenye moyo safi. Wanaotaka kujenga hilo jiji kubwa walikuja hapa na matingatinga mawili makubwa kuvunja nyumba za watu. Walisema watakuja leo, ila hawajafika. Nina hofu kubwa kwa familia yangu na vitu vichache nilivyo navyo. Familia yangu nzima iko hapa. Rajubai, hilo jiji kubwa wanalotaka kulijenga, wamekuambia nini kuhusu hilo jiji? Bwana, sihusiki kabisa na hilo jiji. Nataka kazi yangu ya kawaida na chakula mara 2 kwa siku. Sitaki chochote cha ziada. Chakula mara 2 kwa siku na sehemu ya kuishi ninatosheka. Sawa. Napata kibarua cha kufanya kila siku karibu na hapa. Wakinifukuza hapa, nitarudi vipi kutafuta kazi? Nitapata wapi kazi na kulisha familia yangu? Watu kama Rajubai na Anitaben ni wafanyakazi wanaosaidia kusafisha jiji, lakini jiji halina nafasi kwa watu maskini tena. Niliona ni jambo tofauti kabisa kuwa wanaoishi kwenye mabanda wanafukuzwa katika eneo la daraja la Ellis, mahala ambapo Gandhi alitoa hotuba yake. Azimio langu ni kuhakikisha kodi ya chumvi inafutwa. Kwangu mimi hilo ni hatua moja, hatua ya kuelekea kwenye uhuru. Mapambano ya uhuru wa nchi hii ni kwa ajili ya mtu maskini kabisa. Tusipoondoa uovu huu, hatutakuwa tumefanya chochote. Nilikuwa nimemwona Modi vya kutosha hapa Ahmedabad na nilitaka kuondoka katika jiji haraka ipasavyo.
Akiongozana na waandamanaji 81, Gandhi alitembea kwa siku 23 kukamilisha maili 241 kwenda Dandi, alipovunja sheria ya Uingereza kwa kuokota chumvi iliyojaa kiganjani mwake. Ninapoendelea kufuata safari yake, nilikuwa najiuliza ni nini kipo mbeleni. Theluthi mbili ya watu wa India wanakaa vijijini tulikokuwa tukitembelea. Vijiji hivi ni vitovu vya kazi za Gandhi. Nilikuwa na uhakika kuwa nitakutana na watu ambao bado wanaamini kanuni zake. Leo hii majiji yanaongoza na kutesa vijiji vinavyodorora na kubaki magofu. Unyonyaji wa vijiji ni vurugu la makusudi kabisa. Tukitaka uhuru upatikane bila vurugu, itatubidi kuvipa vijiji usawa stahili. Gandhi alisimama kwenye vijiji vingi akiwa safarini. Aliongea kuhusu uvumilivu na usawa. Alizungumzia demokrasia ambapo watu watakuwa na mamlaka katika matabaka ya chini kabisa. Umeshawahi kupita barabara hii? Hapana. Umesema kijiji hiki kinaitwa Navagam Naika? Ndiyo, ni Navagam. Mwendo mfupi baada ya mataa ya jijini tulifika Navagam, moja ya vituo vya maandamano ya Gandhi. Nilisikia kuwa mmoja wa wafuasi wa Gandhi bado anaishi hapa. Alikuwa mtu aliyekutana na Gandhi katika maandamano yale. Alikuja hapa chini alipoona muda wa kusali umewadia. Gandhi alikuwa anajua kijiji hiki vizuri sana. Watu kama Gandhi walifananishwa na miungu. Watu kama hao walikuwa wanafanya kazi kupata mabadiliko, kupambana na udhalimu. Gandhi alifanya kazi hiyo hiyo. Kama Gandhi asingefanya jitihada za kuwazuia, na yeye pia angefanywa Mungu. Lakini Gandhi alitoa onyo ya kwamba kamwe msinifanye Mungu wala kuniabudu. Msijenge mahekalu kwa jina langu. Mbona sizioni picha zenyewe? Nina uhakika picha nyingine tulipiga pale kwenye bustani. Sijawahi kuwa shabiki wa kupiga picha. Kuna watu wachache sana walio tayari kufuata mwenendo wa Gandhi. Watu wachache kama mimi wako tayari kumwamini Gandhi. Itakuwa umeusikia mgogoro wa Waislamu na Wahindu. Jamii ya Waislamu iliharibiwa vibaya. Kati yenu hapa kuna mfuasi wa Muhammad? Hapana. Kwenye timu yako hakuna Muislamu? Hili ni swala zito na unyeti wake ni mkubwa sana. Iwapo utachukua mkia wa mbwa alafu jaribu kuunyoosha namna hii, ukaudhibiti na kamba kabisa, hata miaka 10 baadaye mkia utakuwa umejikunja tu. Jamii ya Kiislamu iko hivyo hivyo. Wana historia ya miaka 500 hapa. Tangu Waislamu kuja, wameiba mamilioni ya rupia. Wamekuiba hadi vito vyetu, wamevunja mahekalu na sanamu zetu. Wameiba wake zetu na kuwabaka. Jamii yao ya Kiislamu iko kama mashetani. Haki ya Mungu. Nilishtushwa kukutana na mfuasi wa Gandhi anayechukia Waislamu. Katika kijiji hicho hicho nilikutana na Ketabai. Yeye ni Mdalit, mwanachama wa tabaka la chini, na alikuwa ametoka kushinda uchaguzi wa kijiji. Hili ni eneo la amani.
Ni tanuri ya kuchomea maiti ya Navagan. Wakati wa uchaguzi wa kijiji, tabaka la juu walinipinga sana. Waliniita mtu wa nje. Walifanya kila walichoweza katika mamlaka yao ili nisishinde. Matabaka ya juu hawakutengi machoni mwa umma. Wanakutenga kwa njia za chini chini. Zamani wangekulazimisha ukae chini kwenye sakafu. Hungeweza kuingia nyumbani kwao. Tabia hii ipo vijijini ndani. Hapa Navagam tabia hii haipo sana, lakini ile chuki ndani ya moyo bado ipo sana. Matabaka ya juu wanahisi ni lazima wawe madarakani. Matabaka ya chini hawakubaliwi kupata vyeo. Walihisi watakosa mambo mengi mimi nikiteuliwa. Ketanbai alikuwa na ndoto kubwa kwa kijiji chake. Alipokuwa ananizungusha Navagam, aliniambia kuhusu mipango yake ya kuboresha eneo hili kwa wakazi wa hapa pamoja na wale waliompinga. Wanataka kufanya ile njia ya maandamano ya chumvi kuwa eneo la kitalii. Baadhi ya maduka hapa itabidi kuvunjwa. Nataka kuwajengea jengo kubwa ili wafanyie biashara zao hapo. Nataka pia kujenga vyoo vya umma. Kuna uhaba mkubwa sana wa vyoo vya kina mama. Lazima kuwa na vyoo vya kutosha kwa kila mtu. Ndio. Wakati wa Gandhi, Mdalit hakuwahi kuwa kiongozi wa kijiji. Kwangu mimi, hili ni jambo adimu lakini mfano mzuri wa matabaka ya kisasa katika India. Huu ni mfereji wa uchafu, haujawahi kusafishwa tangu ulipojengwa. Kuna mambo mengi ya kufanya ambayo hayajawahi kufanywa. Ye bhi pehli baar hua. Ketanbai hajivuni na kujiita Mgandhi, lakini nahisi kwa kufanya mambo madogo lakini muhimu katika kijiji chake, alikuwa anafanya kazi za Gandhi. Mtazamo wangu wa demokrasia ni kuwa wasio na nguvu wapewe nafasi sawa na wenye nguvu. Demokrasia ya Ulaya inayofanya kazi sasa hivi ni ufashisti uliopunguzwa makali. Demokrasia ya kweli haiwezi kuwa inafanyiwa maamuzi na watu 20 tu, ni lazima kijiji kizima kishiriki. Barabara hii inakwenda wapi? Wewe unakwenda wapi? Dabar. Nenda tu upite kulia, utafika Goplaj. Sawa? Kisha uende moja kwa moja hadi kwenye barabara kuu. Sawa bwana? Asante. Mahesh, kwa nini usisimame na kusoma hiyo ramani? Napata wasiwasi maana alisema tutakutana na barabara kuu. Ni sawa kabisa. Nadhani yule mtu ametuelekeza sivyo. Tafadhali geuza gari. Ketanbai alikwambia nini jana? Yule mtu ametuambia tupitie njia hii. Ketanbai alituambia tupitie njia za ndani. Tulitakiwa kufuata njia aliyopitia Gandhi. Vijiji vingi tulivyopita vilikuwa vimetengwa katika matabaka kulingana na familia uliozaliwa. Sikubaliani na Gandhi katika suala la matabaka.
Alitaka kubadilisha mfumo wa matabaka, sio kuondoa kabisa. Aliamini kuwa matabaka ya juu wangekubali kugawana madaraka na watu wa matabaka ya chini, lakini jambo hili halikutokea. Akiwa Durban, Gandhi alishtua umma uliokusanyika kwa kuoga katika kisima cha wenye tabaka la chini. Nasikia kuwa Gandhi alikuja hapa. Pana kisima hapa? Tumesikia alitembelea hapa. Sifahamu kuhusu jambo hilo. Nadhani ilikuwa zamani sana. Hatujui kuhusu kisima. Tulikuja kuishi hapa baada ya kuolewa. Ilikuwa wakati wa wazee. Kilikuwepo? Ndio. Kilikuwapo pale. Kilikuwa kisima cha matabaka ya chini. Ilikuwa wakati wa babu yangu. Kwa hiyo walijenga nyumba juu ya kisima? Ndio. Ardhi ilikuwa haina mmiliki. Wakakiziba. Alikuja wakati wa wazee wetu. Ulimuona Baba Gandhi? Mbona unazidi kusema? Hiyo si sawa. Ilikuwa ni zamani sana. Una hakika gani kwamba Baba Gandhi alifika hapa wakati hatukuwepo? Ulikuwepo? Basi ukae kimya. Nilikuwa mdogo bado. Babu yangu alinihadithia. Unasema eneo hili lilikuwa muhimu sana kwa maandamano ya chumvi. Nina wasiwasi watavunja nyumba yangu. Halafu nitakwenda wapi? Hapana, nina uhakika haitatokea. Gandhi angefurahi wewe kuishi hapa. Nina furaha kuwa naishi eneo la Gandhi. Najiona mwenye bahati kuwa naishi sehemu alipooga. Ni kama nyumba yangu ipo moyoni mwake, lakini nyumba yangu ikivunjwa, nitafanya nini? Maili 100 kutoka katika barabara kuu, nilijikuta katika dunia ya tofauti kabisa. Eneo ambalo limejaa utajiri na fursa. Nasikia kuna sehemu ya kidini aliyotembelea Gandhi. Hilo eneo la kiimani ni hili hapa. Alikuja hapa na kukaa usiku mzima. Lakini sasa kumefanyiwa marekebisho na mabadiliko. Muda unavyozidi kwenda, hata muktadha unazidi kubadilika. Tulivunja eneo hilo na kulifanya ardhi ya sherehe. Zinafanywa sherehe za matabaka ya juu tu. Sio matabaka ya chini? Hapana. Kwa nini? Tabia zao sio za kistaarabu. Wamekuwa wakileta usumbufu sana. Mmewahi kualika? Ndio, tumewahi. Tatizo la tabia yao lilikuwa nini hasa? Kikubwa ni kwamba hawajastaarabika. Hawatunzi vitu. Wanaishi kama wanyama wa porini. Wanavunja na kuchoma vitu. Hakuna anayejali. Matabaka ya chini sio watu pekee waliokataliwa kwenda kwenye pati za Patel. Walimficha Gandhi pia. Mahatma Gandhi alitembelea sehemu hii wakati wa maandamano ya kihistoria ya Dandi tarehe 15 Machi 1930. Hatuwabuguzi hata kidogo. Lakini bado hawaturuhusu kwenda kusali kwenye hekalu. Wanasema tusali kwa mbali. Mungu ni yule yule kwa kila mtu. Wote ni binadamu wa Mungu yule yule. Ukikatwa na kisu, unatoka damu kama sisi. Lakini bado wanatubagua tu. Nahisi Mungu ndivyo alivyoamua.
Haya bwana, inanibidi kwenda kufanya kazi hospitali. Kwangu mimi, usawa ni kanuni ya kwanza kwa demokrasia yoyote. Nashangaa kivipi tunasema kuwa tuna demokrasia kubwa kushinda zote duniani, wakati kuna watu ambao hawakubaliwi kuingia katika hekalu lao. Nilifikiria jinsi Modi alivyotumia dini kutimiza malengo yake ya kisiasa, wakati Gandhi, pamoja na imani yake ya kidini, alitaka sana India isiwe nchi ya kidini. Pindi tunapopoteza maadili mema, tunaacha kuwa wafuasi wa kidini. Sio kweli kwamba dini hushinda maadili mema. Zamani Wahindu walikuwa wanyonge na waoga. Wengine walikuwa na madaraka jijini. Unahitaji hao magaidi. Ilikuwa Waislamu. Yuko sawa. Modi amefanya mambo makubwa sana. Ni vizuri kwa Wahindi. Kwa nini ni vizuri kwa Wahindi? Dini ya Kihindi ilikuwa inaishi katika uoga. Na sasa Waislamu wanaishi kwa uoga? Ndio, wanaogopa. Wanaogopa. Uoga ni kitu kizuri? Ndio, uoga ni mzuri. Mtu lazima aogope wakati wote. Waislamu wasipoogopa, wanaweza kutuvamia. Kwa mara nyingine, nikitafuta kanuni za Gandhi, nikakutana na za Modi. Tuliondoka katika kijiji kile kwa haraka tulivyoweza. Filamu hii tunayoitengeneza, mawazo ya Gandhi yanaweza kufanya kazi Gujarat? Hayawezi. Leo hii hakuna anayekubali akakaa kimya. Aliwasihi watu kutoumiza wengine, pia kuwasaidia maskini na shida zao. Hakuna anayeweza kufanya hivi leo. Huwezi kubeba mzigo wangu au... Haya maneno ni mazuri, lakini hayawezi kufanyiwa kazi. Tulipoendelea kusafiri mbali zaidi, tukaanza kukuta mahekalu kadhaa ya Gandhi. Lakini mahekalu haya yalikuwa yamesuswa, na huyu Gandhi Mungu alikuwa anafungiwa. Je, huu ni uoga kuwa masanamu yatavunjwa au kuibiwa? Au kwa sababu Gandhi Mungu ilibidi afichwe? Ni kama vile mawazo yake yanaogopwa au kuonewa haya. Hii hapa sanamu ya Gandhi. Walivunja pua yake. Umeona? Tukapatiwa hii kama mbadala. Gandhi Bapu? Ndio, Gandhi Bapu. Nilipata sanamu nyingi sana hadi nikaanza kuzipa majina. Gandhi kipofu, Gandhi aliyepigwa, Gandhi mdoli. Kweli mimi ni Gandhi. Gandhi niliyoipenda zaidi niliita Hitler Gandhi. Baada ya siku 7 wakitembea, Gandhi na waandamanaji walifika katika kijiji cha Napa. Tulipofika, tulishangaa kuona hapakuwa na sanamu hata moja ya Gandhi, na pia hapakuwa na vipeperushi vya Modi. Kulikuwa na uoga mkubwa Gujarat wakati wa vurugu. Lakini ilikuwa tofauti hapa. Hakuna kilichotokea hapa. Wahindi wapo wachache katika kijiji hiki, lakini hawakuhisi kuwa watavamiwa kwa sababu ya uvamizi wa Waislamu kule Gujarat. Usiku tulikaa wote pamoja, sisi Waislamu
tutawalinda ili watu toka nje wasije wakawavamia kisha tulaumiwe sisi. Na Waislamu kutoka vijiji vya karibu pia walikuja. Tulikuwa na kambi ya msaada. Hao Waislamu walikuwa wanaogopa sana. Walikuja na watoto wao tu. Wahindi wa kijiji hichi waliwapa chakula na nguo. Wazee wa kijiji hiki wanampenda Gandhi. Watu wa kila dini katika kijiji hiki wanamwamini Gandhi. Nashangaa kama Napa ina amani kwa sababu Wahindi ni wachache hapa. Sikuwa na uhakika, lakini nilikutana na Kantibai, Mhindi aliyemkulima wa tumbaku. Alitupa maelezo mengine. Hapa kawaida pamekuwa na sifa hii. Kuna matabaka 18 katika kijiji hiki, lakini huwezi kuhisi kuwa kuna matabaka 18. Ni kama sisi wote tupo kwenye tabaka moja, jamii moja. Ndiyo maana tuna umoja. Tukiwa na harusi, Waislamu wanaalikwa. Ushawahi kusikia hii imetokea sehemu nyingine? Huwezi kujua nani Mhindi, nani Muislamu. Sisi ni kama ndugu bana. Hii ndio sehemu pekee tulipopapitia ambapo watu waliweza kuvumiliana tofauti zao. Nadhani Gandhi angepapenda sana hapa. वैष्णव जन तो तेरे कहिए वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये पीड़ पराई। Barabara baada ya Napa inatia sana matumaini. Kila sehemu nikaanza kuona mifano iliyosababisha kufikiri kuwa ndoto za Gandhi kuhusu vijiji zilikuwa zinakufa. Niliangalia kijiji hiki kilichonawiri na kufikiria kuhusu wakulima waliokuwa wakijiua sehemu nyingine nchini India. Marekani na Ulaya, wakulima walipata ulinzi na ruzuku. Lakini hapa wakulima wa Hindi waliachwa kupigana na nguvu za uchumi za dunia. Mojawapo ya sababu kwa nini zaidi ya wakulima 100,000 wamekuwa wakijiua ndani ya miaka michache. Watu walijitolea maisha yao kumwabudu, lakini akaja kwangu mwanamke maskini. Nilikutana naye ndotoni mwanangu. Nikasikia mlio mkubwa sana kama mlipuko. Kulikuwa na kiza kinene. Nikauliza, kwa nini kuna kiza hivi? Ghafla akiwa na mkongoja wake Gandhi akatokezea. Chukua mwanangu, hii hapa noti ya rupii 100. Nikasema, bapu, tafadhali pia uwape na wengine pesa. Kisha nikaona mbele ya macho yangu kila mtu ana noti ya rupii 100. Kisha nikaamka. Nikauliza, bapu, umeenda wapi? Ungekaa na mimi kwa muda zaidi. Gandhi bapu yupo nasi. Siamini mafundisho ya wema mkubwa wa watu wengi. Ni mafundisho yasiyo na mwelekeo na yameumiza wanadamu. Mafundisho yaliyo na hadhi na ya kweli ni kuwa wema mzuri ni wa wote. Jewels brings to you Mirchi Hum Tum. इस वैलेंटाइन अपने प्यार का इजहार कीजिए रेडियो मिर्ची पे. Tulifika Surat, jiji la almasi la India. Ni jiji lenye fanaka na linalokuwa haraka la tabaka la kati. Hapa Gandhi alifanya mkutano mkubwa sana wa maandamano ya chumvi. Huu ni ukumbi wa jamii unaotumiwa na wanagandhi. Tunafanya harusi zetu hapa. Unaona? Wote ni wanagandhi. Sisi si wa ukoo wa Gandhi. Je, Mahatma Gandhi anakumbukwa leo? Kwa kweli mawazo ya Gandhi hayafanyi kazi kwa watu leo.
Ukionyesha wema wa namna ile, hutafika mbali. Inabidi upinde sheria wakati mwingine. Na maanisha inabidi ubadilike na wakati. Haiwezekani kufuata njia ya ukweli. Kama wote tungeweza kufuata maadili ya Gandhi, tungeweza kuishinda rushwa inayotuzunguka. Lakini leo hii haiwezekani kumfuata Gandhi. Katika uweledi wowote, ukitaka kazi yako itendeke, inakubidi kumhonga yule utakayefanya naye kazi hiyo. Kuna mtu aliyeota kuwa Gandhi alitokeza kutoka kwenye sanamu yake. Gandhi alimpiga yule mtu na kumwambia, nipe bunduki. Kwa hiyo leo hii Gandhi anaachana na mkongojo na kuchukua bunduki. Nadhani ni ngumu kuwa kama Gandhi. Haiwezekani leo pia kuzaliwa Gandhi mwingine. Lakini watu wa matabaka ya kati wa Surat wanamkumbuka Gandhi kwa njia ya tofauti. Watu wanasema kuwa wanacheka kwa ajili ya afya njema. Sikuweza kujizuia bali kuhisi kuwa wanacheka maadili ya Gandhi. Niliondoka Surat nikiwa nimevunjika moyo. Nilitaka kukutana na mtu anayemwamini Gandhi. Nilisikia kuhusu Goddanbhai anaishi Daman. Inawezekana huyu ndiye mtu pekee aliye hai aliyeshiriki kwenye maandamano ya chumvi. Goddanbhai al-Bakhtar. Nina miaka 102. Tulitakiwa kusimama kwenye vijiji na kufanya maandalizi. Kuandaa waandamanaji wote, malazi, chakula na nguo zao. Lilikuwa jukumu letu. Tafadhali andaa vyeti. Pia kuna cheti toka kwa Gandhi. Mjomba, ulihisi vipi ulipokutana na Gandhi? Nilihisi nimebarikiwa. Nilijihisi nimebarikiwa kabisa. Endesha kwa uangalifu. Hii ni picha ya mwisho ya Goddanbhai niliyoondoka nayo. Aliniambia mambo mengi sana kuhusu Gandhi, lakini hatukuwa na muda. Alifariki siku 3 baada ya mimi kukutana naye. Kabla ya kwenda Dandi, nilitaka kwenda eneo ambalo vita ya chumvi ilishinda. Ilikuwa hapa ambapo maelfu ya wafuasi wa Gandhi walipojaribu kufanya maandamano ya amani kupita majeshi ya Waingereza kwenda kuchukua chumvi. Walipigwa na kukamatwa, lakini dunia ilikuwa inatazama na ulikuwa ushindi mkubwa kwa Satyagraha ya Gandhi. Unapenda kazi yako? Ndiyo, ni kazi yangu. Nitasema nini cha zaidi? Ni kazi yangu wakati wa kiangazi.
huwa nafanya ukulima kwa miezi 4. Watu hawataki kutengeneza chumvi tena. Wanapendelea kazi za kiofisi. Unapata rupii 86 kwa kila kilo 100 za chumvi. Mwanzoni kila mtu hapa alikuwa anatengeneza chumvi. Vile vipande vikavu unavyoviona vilikuwa vikaango vya chumvi. Watu hawataki kutengeneza chumvi kwa sababu wanapendelea kazi za kiofisi. Sina kazi ya ofisi, kwa hiyo natengeneza chumvi. Kuna tofauti gani kwa waliokufa, mayatima na wasio na malazi, ikiwa uharibifu umeletwa na kila mtu au kwa jina la uhuru au demokrasia? Baada ya maili 250 tulifika tulikokuwa tukienda. Mnara huu uliosahaulika ndipo kilipo kikomo cha maandamano ya Gandhi. Kulikuwa na maji kwenye dimbwi. Kulikuwa na chumvi kidogo. Hiyo ndio chumvi aliyochukua Gandhi hapa. Serikali ya Gujarat inajaribu kufuta mawazo ya Gandhi. Kwa kutumia jina la Gandhi, wanataka kuchukua ardhi yetu. Tunafanya ukulima wetu hapa, tunapanda mpunga wetu hapa. Wana mpango wa kuuza ardhi yetu kwa kampuni ya kimataifa. Tunahitaji hoteli ya nyota 5 hapa Dandi. Ya kazi gani? Sikushangazwa kuwa hata mchanga wa Dandi haukuachwa. Najiuliza, watalipa eneo hili jina gani wakishafukuza wakulima? Eneo maalum la uchumi la Mahatma Gandhi. Najiuliza, watalii wakija kununua vitu katika maduka ya Dandi watapata muda wa kwenda kutembelea jumba la makumbusho? Na hata wakienda, wataona nini cha zaidi ya mzee akitembea peku, akionyesha kiburi chake na chumvi mkononi? Tumepoteza maana ya Gandhi. Tumemuondosha katika wakati wetu. Tumeamua kuachana na mawazo yake. Na sasa tunaona matokeo yake. Udhalimu wetu tukiutumia kwa watu wengine utakuwa mbaya zaidi ya Waingereza wachache wanaotunga urasimu. Ya kwao ni ugaidi unaofanywa na watu wachache wanaong'ang'ania kuendelea kuwepo katikati ya upinzani. Wa kwetu utakuwa ni ugaidi unaopandikizwa na wengi. Huu ni mbaya zaidi. Huu hauna Mungu ndani yake kuliko hata ule wa wazungu. Tulikuwa tumeshamaliza kurekodi na tulikuwa tunarudi zetu Ahmedabad. Watu waliojenga jiji hili wanaandamana kutetea haki zao. Wafagiaji hawa, maselemara,
Wafanyakazi wa ndani na vibarua ni uti wa mgongo wa maisha yetu mazuri, lakini tungependa wasionekane. Mungu ni mmoja. Wahindi Waislamu tuungane, sisi ni wamoja. Sisi ni mmoja. Tumeungana. Miaka 77 baada ya maandamano ya Gandhi, safari yetu imeisha na picha hizi. Ushindi kwa Mahatma Gandhi! Tulijipatia uhuru wetu miaka 60 iliyopita. Lakini nini kimebadilika? Tunajivunia maajabu ya kiuchumi, lakini tofauti za kimatabaka na vurugu bado zingali nasi. Kuna ukoloni mpya hapa India, lakini hatuonekani kujali. Hata hivyo, sisi ndio wakoloni wenyewe. वैष्णव जन तो तेरे कहिए वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये पीड़ परा